Uwais alikuwa mtu maskini sana, aliishi katika nchi ya Yemen. Hakuwa na watu wengi waliomjua, hakuwa na mali, hakuwa na cheo, lakini alikuwa na kitu kimoja cha thamani sana: moyo unaompenda Allah, na zaidi ya yote alikuwa anamhudumia mama yake kwa upendo mkubwa. Uwais alikuwa anatamani sana kwenda Madina. Kwa nini? Ili amwone Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini kulikuwa na tatizo, mama yake alikuwa mgonjwa sana na hakukuwa na mtu wa kumhudumia isipokuwa yeye. Siku moja akamwomba mama yake ruhusa. Mama akasema, nenda ukamwone Mtume, lakini usiende kwa muda mrefu, kwa maana nahitaji msaada wako. Uwais akaanza safari ndefu kutoka Yemen kwenda Madina, safari ya jangwani, safari ya uchovu, lakini moyo wake ulikuwa na shauku ya kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya safari ndefu, Uwais alifika Madina, lakini alipouliza kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambiwa Mtume hayupo nyumbani, alikuwa ametoka nje ya mji. Hapa ndipo Uwais alisimama kimya. Kama angelisubiri angeweza kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mama yake alikuwa amempa masharti asirudi kuchelewa. Kwa hiyo alifanya uamuzi wa ajabu. Alisema, nitarudi kwa mama yangu, na hivyo akarudi Yemen bila kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi Madina, aliwauliza maswahaba wake, je, alikuja mtu anayeitwa Uwais kutoka Yemen? Maswahaba wakasema ndiyo, lakini amesharudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema maneno ya kushangaza sana. Akasema, atakuja kwenu mtu kutoka Yemen anayeitwa Uwais al-Qarni. Kisha akasema alikuwa na ugonjwa wa ngozi, Allah akamponya isipokuwa sehemu ndogo. Alafu akasema jambo la ajabu zaidi, ana mama ambaye anayemheshimu sana. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kama mkikutana naye muombeni awaombee msamaha. Baada ya miaka kadhaa, wakati wa Khalifa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, alikuwa anawauliza watu wanaokuja kutoka